Mr. Right Season 5. Right. Hello, Mr. Right. You'll be number one in my life. Are you ready for Mr. Right number 3? Mko tayari kwa ajili ya Mr. Right number 3? Yeah. Sema ogopa. Ogopa. Away. Cheza kidogo mdogo wangu. Hey. Sogea hapo mbele. Makofi. Hey. Hey. Nice. Jamani, mpigeni makofi Mr. Right. Unajua nimegundua mimi nimekaa hapa nasubiri Mr. Right atokee. Nafikiri ile inakuaga pia, yani wanasubiri kwa hamu sana warembo kwamba kinatoka kitu gani huko. Nilikuwa naangaliana na Shaila hapa. Wakati jicho lake limepiga kana kwamba jicho liingie, sasa tukakutana uso kwa uso, kabidi tucheke tu. Wanasubiri hapa kitu gani kinakuja hapa. Lakini amekuja Mr. Right number 3, the gentleman, amependeza. Yes, the man in black. Mpigeni makofi tafadhali. Mambo vipi bro? Poa. Uko fresh eh? Safi. Sogea pale. Wewe unakwenda kutufungia dimba, unakwenda kutufungia gurudumu hili ambalo limebingita toka saa 4. Sasa hivi tunaelekea ka usiku fulani hivi ka watoto wamekwisha lala. Geuka. Unaondoka na nani hapo? Unahisi ni nani ambaye mtaivana? Unahisi ni nani mnakwenda sawa? Hautaki kumtaja. Huyo unamwangalia taratibu kabisa. Tuna time. Mbona kama kazi ngumu hivi bro? Wanaangalia chini. Jamani, muangalie ni Mr. Right. Usiangalie chini jamani. Usiangalie ni Mr. Right. Usiangalie chini. Mbona mkoma upande mmoja? Okay. Bro, kazi nzito sana. Sana. Pole. Fresh. Tayari? Yeah. Sasa nenda kamwambia daktari pale. Utaratibu unajulikana. Anayepokea mizigo, anayepokea lawama, anayepokea mabalaa ni Lulu Diva. Barua. Na Lulu Diva anajua kazi yake, kaziba mdomo wake. Ingeonekana pale. Haya, asante. Fresh eh? Bro, naomba rudi hapa. Mumpigeni makofi jamani. Huyu ndio Mr. Right wa mwisho. Mpigeni makofi mengi. Kule nyumbani naomba piga makofi mengi kwa Mr. Right number 3. Huyu ndiye ambaye anakwenda kutufungia dimba leo. Na mimi naamini kwa jinsi ambavyo ameingia, kwa jinsi ambavyo amepoa, kwa jinsi ambavyo kuna vitu fulani hivi mimi nafahamu dada zangu wanavipenda. Wewe. Date booth na mtu. Mimi sinakwambia. Fresh kabisa. Oya, ngapi hizo? 3, 2, 1. I told you. Ngapi? 2. Okay. Flora amewasha taa. Mina amewasha taa. Na kati ya watu ambao nimewamiss ni Flora. Sababu hajaongea muda mrefu. Flora ana mashabiki wengi ndani ya jengo na nje kule. Flora, hatimaye umewasha taa. Umegundua kitu gani leo? Ama umechoka kusimama hapo? Huyo sasa. Nimependa muonekano wa Mr. Right. Mrefu, weusi, hapa amependeza kwanza juu mpaka chini kwenye kiatu chake kinang'aa. Hapa na mkono fulani. Alafu? Ana mkono fulani. Mkono unamaanisha mkono kama mkono? Ukimshika hivi. Ana mkono fulani hivi. Mambo yako hayo. Hivyo ni vitu vyako. Haya, Bimina. Manake wewe wakija mibaba unao. Wamekuja vijana unao. Unachanganya ujue.
Mimi vitu vyangu hivyo, hana mambo mengi yanaonekana. Mina kila kitu vitu vyako. Sio sharubaro yani. Hajasikia Mina. Mina, kila kitu vitu vyako. Hapana. Hujanizingatia tu madam. Achanganya sana. Ila Mina, yani katan chap. Katoka kwa Mina tamaa zitakumaliza. Hii ndo nakuja ile swali. Kichwa kina vitu vingi. Ile manisi kupende. Yes. Wewe Mina. Nachanganya sana. Anyway, tambili za Mr. Right si haba. Ameanza vizuri. Kabisa. Si ndio? Kabisa. Tuende kwenye profile ya kwanza Yeah, tuende kwenye profile. Kwa majina naitwa Hussein Ahmad. Ila mara nyingi huwa natumia kama Cheni. Mimi ni mzaliwa wa Dar es Salaam. Kabila langu ni Mburu, watu wa Arusha. Naishi Magomeni. Pia najishughulisha na sonara. Pia najishughulisha pamoja na masuala ya fashion, mitindo. Profession yake ya elimu? Elimu yake. Masuala ya grade ya. You never know. Elimu yako labda? Diploma. Na diploma ya nini? Automobile. Ya automobile. Yes. Fresh. Sasa kabla hatujaendelea, baada ya kuona profile yako nimesikia unafanya masuala modeling. Sawa mimi nataka uende mpaka pale urudi. Sawa DJ. Jamaa zetu. I love fashion. You love fashion? Sana. Ndio. Napenda sana mitindo. Ndio. Kwa hiyo nikimuona mtu najua yani huyu ndo mwenyewe. Yani you know anaiwezea. Na Mr. Right anaweza wezi jamani. Oyo, make some noise. Okay. Sawa. Je, miondoko ya modeling pamoja na profile yake itamuongezea taa ngapi hizo? 3, 2, 1. Ndio wameondoka jamani. Wameondoka? Hebu ngoja kwanza. Hii inamaanisha nini? Sijajua kwa wao itakuwa ni nini shida, lakini inawezekana labda uoga pia. Wamemwona kaka watu maskini amepita, anavutia kweli, akisimama kwenye stage ya umodo. Kwa mwanamke labda ambaye hajiamini anaweza akaona mali yangu italiwa. Atoboi. Kwa mimi naamini kabisa ni uoga tu, wala hamna kitu kingine chochote. Nakumbuka wiki iliyopita Mina alisemaje? Alisema ile mzee akimwacha kweneweza wakienda sehemu ya kama starehe akimwacha kweneweza atamkuta pale. Atamkuta pale. Labda pale kwa asa Mina kaangalia kaona huyu. Mina, kwa nini umeondoka? Nimeondoka kwa sababu Mr. Right kama nilivyosema anaonekana sio mtu wa mambo mengi, that's why amenivutia. Lakini kitu cha kwanza, kijana mdogo, yani miaka yake siwezi date naye, yani amefeli hapo tu. Miaka 24? Miaka 24, mdogo. Wewe una miaka mingapi? Mimi na miaka 23. Siwezi kudate na mtu ambaye akanipita mwaka mmoja. Kwani ngoja nikuulize. Hana mambo mengi. Mina, naomba nikuulize. Mara ya kwanza mpaka ukawasha taa, ulivyomuona kwa muonekano wake, wewe ulijua na miaka mingapi? Nilijua atasawa 26, 27. At least ningevumilia, japo pia hiyo miaka siwezi kudate naye. At least ningemvumilia. Bado mdogo. Ngoja nikwambie, akija kijana hapa wa miaka 24
Sitaki kuzungumza kuhusu Mr. Right. Sijui maisha yake personal, sijui kipato chake. Lakini nataka tu nizungumze kwa upande wako. Angekuja kijana hapa miaka 24, mwenye maisha yake mazuri, nikisema maisha mazuri, ana push to start, ana mjengo wake, maisha yake yamenyoka namna hii. Kila mwisho wa mwezi anakuingizia kiasi kadhaa katika akaunti yako. Pia usingepita naye kwa sababu ya umri. Au tunafanya kudanganyana mundani? Inategemea. Ni uongo, alafu mwisho wa siku. Alafu pia sijamaliza sababu zangu za kuzima taa. Ya pili ni amesema ni modeling. So amesema, umeona kabisa ametuonyesha hapa kwamba yes, pia yani siwezi kuwa peke yangu. Nilisema yani, mimi vitu vyake yani ni kutokujiamini. Hapana, sio kutojiamini. Tumsikie Flora. Sababu ambayo imenifanya nizime taa Mr. Right, hiyo kazi yake ya modo. Models wengi wanapenda maisha ya mseleleko. Mimi siwezi nikawa nampa hela mwanaume kila siku. Mimi date na models kama wawili. Wanapenda mseleleko. Wanapenda mwanamke ndio anampa hela. Hapana. Wanapenda mseleleko kivipi? Sijuze. Wanapenda mtelezo. Ganda ya ndizi. Sasa wewe Flora, wanapenda mserereko. Angekuwa anapenda mserereko angeenda kufanya kazi ya kwa modo ya kutaka kulipa. Anafanya ndio kazi. Nafikiri hiyo kazi anafanya bure. Wanafanya wanalipwa hela, lakini bado wanapenda na mimi mama ambaye anakuwa na wewe, lakini anakuwa na mama mwingine. Sikiliza. Sasa Flora, mwenye huyo anekuaga na mimi mama alafu anakuwa na wewe, ni huyo wa kwako wewe. Huyo hayuko hivyo. Hapana, siwezi kuwa naye. Flora, hapana, modo. Alafu kingine, wewe hapo kingine. Relax. Sawa? Relax. Alafu ulisikiliza profile yake vizuri? Nimesikiliza. Uko katika vyote ulishika modo tu? Hiyo modo ndo limemharibia. Ndo ambalo limemharibia. Hiyo. Ila usiseme sasa anapenda mserereko. Jenny, wewe hiyo comment ya Flora kuhusiana na models, unapenda mserereko, ina ukweli kiasi gani? Hapana, ina ukweli. Sema kwa wanawake wengi wanaona kutokana na mnakutana na watu wengi, mtakutana na wanawake ambao labda wanahisi watawatamani na nini, so hivyo. Yaani sio tu Flora, kwa wanawake wengine pia ambao hata mtaani watakwambia nyinyi models mnapenda mseleleko, sijui mnapenda mlelewe, vitu kama hivyo. Kwa ni vitu ambavyo tunakutana navyo, mwisho wa siku mtu unavizoea. Kwa ndo maana sifanyi modeling. Sonara pia ni technician automobile. Ushaelewa? Flora, kwa hiyo ana kazi zaidi ya moja, ategemei tu modeling. Kwa hiyo kwenye swala la mseleleko huko hayupo. Hapana, naweza kusema hivyo mimi. Hebu Flora, niambie tukio gani la yule kijana ambaye ulikuwa unamdate alafu ulilikukata sana inalohusiana na mseleleko? Sipendagi kushika simu yake, lakini muda wote ukikaa naye yuko na simu. Siku nikamvizia ametoka. Kuna password za simu yake alikuwa ameandika kwenye diary. Kuna siku aliacha diary yake, nilizipiga picha. Alipotoka nikachukua simu yangu nikaangalia, nikaingiza kule. Nakutana mara huyu anamuomba laki, mara huyu anamuomba hiki. Ukienda kwenye zile profile za watu wanaomba, wengine wa mama unamuita hata mama, yani atakwake yani mdogo yani. Flora, kama umekutana na mamodo washenzi, mamodo wasiokuwa na adabu, mamodo wanaopenda wamama, ni hao wa kwako. Huyu anajitegemea na mambo yake mengine. Acha kukremisha maisha. Hapana, nishapa skodeti tena na modo, hapana. Ila kingine cha kuongezea hapo Garbi, kabla hatuja move on, nafikiri, na hii ni kwa wote ambao mko hapa, nafikiri ifike pahala tuache kuvesha watu characters za exes zetu ama watu ambao walipita kwenye maisha yetu just because wana career iliyofanana ama wana kabila linalofanana ama wanatokea mkoa unaofanana, kwa sababu either way kila mtu duniani ameumbwa na karakta yake. Sio, umeelewa? Sio wapare wote wabahili, sio wachaga wote wanapenda hela,
sio sijui wahaya wote ni hivi ni vile ama ni wana majivuno. You get what I mean? Kila mtu understand na character yake according to the way amekuwa raised katika utoto wake mpaka sasa hivi alivyokuwa. Yes. You get? Umeongea pointi kubwa sana, na bila shaka Mr. Right na mamisi hawa ambao wanatafuta wenza watazingatia. Lakini tunayoyoma hivyo, tunamalizana na bwana Cheni. Bro, wewe upo kwenye modeling. Hiyo Flora anaongea kwamba unakutana na watu wengi. Mimi nameongea ndicho ambacho kimekuondoa. Sasa tunategemea swala la mahusiano kwako lisingekuwa na changamoto sana. Ilikuwaje mpaka upo kwenye stage ya Mr. Right leo? Kitu ambacho sikufahamu au sikukujua, alikuwa na mahusiano mengine na hakuwahi kunambia. Kwa ilienda mahusiano, mwisho wa siku akaolewa na sikufahamu chochote. Mimi niliambiwa tu na washikaji zangu, bwana kuna 1 2 3 mbona tuelewi? Umeona, nikajaribu kumvutia waya kumwambia, akaniambia ni kweli nimeolewa. Nikamwambia sawa, yani mbona haukunambia kama una mahusiano na mtu mwingine? Alichonijibu akaniambia nilitamani kuwa na wewe kwa sababu yani vitu ambavyo Alisema kwamba aliamua kuwa na wewe kwa sababu labda sio ni muonekano. Wewe umeanza kujitegemea lini, Cheni? Maisha ya kujitegemea au bado unaishi nyumbani? Kama miaka 2. Miaka 2 iliyopita. Yes. Okay, sawa. Fresh. Hiyo ni profile ya Cheni. Ameachwa na ex kwa sababu alimpenda tu na ex ametamani kufanya maisha. Sawa eh? Okay. Na unaanza kumuelewa Mina? Mina kama anaanza kuchukua pointi zake hapa. Fresh, hiyo ndo profile. Tunakwenda kuangalia reaction za warembo. Kabla hatujaangalia reaction, kama kuna yote ambaye ana swali kwenda kwa Mr. Right. Eliza, uweze kukosa swali hapa. Sijakusikia. Mrembo ambaye ana swali kwenda kwa Mr. Right. Zarish, Rita, karibu. Yes, Rose. Habari yako Mr. Live? Nzuri. Swali langu ni kwamba ningependa kujua kipato chako cha siku unachokiingiza. Yaani nyinyi ni mmekuwa kama wahasibu. No, nimeuliza. Kila anayekuja hapa mnataka kujua ni anaingiza shingapi, anafanya nini. Yaani ni kama wahasibu, ma-accountant. Rozi, akikutajia kipato chake kitakuwa na impact wewe kufanya maamuzi ya kwenda naye ama kutokwenda naye? Ama unataka tu kujua au unataka kumsaidia mwingine? Nimeuliza hili kwa sababu ya wote. Kwa sababu ya wote? Aha, basi hilo tuache. Kuna ambaye anataka kujua kipato chake hapa ili ya Mwasheta? Kuna ambaye anataka kujua anapata shilingi ngapi ili ya Mwasheta? Hakuna. Swali nyingine na nyongeza. Shaira. Wewe ni dini gani? Muslim. Kumbe sio upigaje hapo? Mr. Right upigaje? Muislamu? Yeah. Okay. Sharia. Basi. Okay. Hakuna swali eh? Hivi kunaja kuhesabu kweli hapo? hebu twende. Hebu tuhesabu. 3, 2, 1. Mama sikia kitaa kimwaka. Hamna hata mmoja jamani. Hata mimi nimesikia kama kitaa. Zarish, kwa nini hujamwashia taa Mr. Right kama ingia? Muda wa kuwasha taa wewe unabana nywele. Yaani kuonekana kwamba hiyo bata ni sio shughuli yako. Kwa nini? Nimeogopa tu kumkera maana ni mdogo kwangu. Alafu pia vigezo na masharti hana. Vigezo na masharti yako? Maokoto pia mwili hana kifua, pia mimi na yeye tuko. Sasa jamani, mtu angekuwa na kifua angepumuaje huyu wewe Zarishi? Mbona uko hivi? Eti jamani. Ana kifua kivipi? Yaani unajua nyinyi ngojeni niwaambieni kitu kimoja. Mimi nataka jitu Lulu, mimi sitaki kimtu nitakichosha. Nataka jitu. Jamani, huwezi kusema eti sababu eti ni kwa sababu ana kifua. Hivyo vifua vinatengenezwa ndugu yangu.
Wewe aliye unaweza kuwa na mtu wa hivyo? Sikiliza. Hapa nimekaa hapa kama host wa hichi kipindi. Sijakaa hapa kama katika nafasi yako. Ningekuwa katika nafasi yako ningekujibu swali lako. Lakini hivyo vifua vinatengenezwa dadangu, upo? Alia. Kwa tunavyovitaka. Naomba nimjibu mara moja. Sogea mbele. Ndio. Sogea haya. Wewe unahitaji vifua. Enda kashike kifua. Sijamchagua, yani sijamweka nini? Sio Golden Girl. Yes, kwa ajili Rangizi. Angalia vingine. Kwamba ana rangi mbili. Basi. Nimuoneshe. Hapana. Mimi nilikuwa najua unamuita ili aangalie kifua, ashike kifua. Yes. Zarish, kuwa mpole. Wewe ulivyomuita kijitu yeye alitulia. Kwa hiyo kuwa mpole. Mimi niko lazima nimuone, nimvulie hata nguo baba. Onesha rangi mbili. Usifike huko. Easy. Okay. Sina mshipa wa aibu umekatika. Hawa Miss Right hawa. Kiboko yao ni ule Mr. Right wa show iliyopita. Wiki iliyopita. Episode ya nyuma. Yule. Parume. Yes. Yaani yule ndo kiboko yenu. Parema. Oya, sikia. Yeah. Huyu ana kifua, huyu ana rangi mbili. Hizo ndo comment kati ya Mr. Right pamoja na Zarish pale. Wewe una kipi cha kuongezea hapo? Uko upande wa nani? Uko upande wa Mr. Right, uko upande wa Zarish? Kutoka kwenye audience ambao mko na Mr. Right, piga kelele. Ambao mko na Zarish, piga kelele. Basi freshi. Nafikiri tama kwenda kumjua the Golden Girl, si ndio? Haya ni mama bwana anatokea kwenye stage ya Mr. Right. Mpaka sasa taa zilikuwa mbili mwanzoni na kuelekea mwishoni Mr. Right hana taa hata moja, lakini yupo yule Golden Girl na amesema kabisa cheni kwamba hajamchagua Zarish kwa sababu moja mbili tatu. Kuipa ambaye amemchagua ni nani? Golden Girl ni Nay. Nay unajijua, sogea hapa. Mpigeni makofi Nay jamani. Tena upita hapa kwa Mr. Right. Muonyeshe vitu. Sogea hapa Nay. Sogea hapa Nay. Safi kabisa. Fresh. Hapo. Mr. Right. Msogelee Nay. Unayo dakika moja ya kumshawishi Nay aondoke na wewe. Lakini kama unaona kweli mpaka dakika hii sio shida zako, pia unaweza kumwambia basi nilikosea. I'm sorry. Karibu. Asante. Mimi nafikiri haina muda kuongea maneno mengi, ila profile inajieleza. Pia chengine kwa wanawake wengi watakimbilia kwenye modeling. Mamodo mnakutana na wanawake wengi, mamodo mnafanya hichi na hichi. Modeling ni kazi kama kazi zingine. Unaelewa? Pia mtu kufanya modeling sio kitu ambacho unaweza usifanye vitu vingine. Unaweza kuwa unafanya modeling na unafanya mambo mengine vile kama vile unavyoona wanamuziki. Ushanielewa? Kikubwa mimi nimekupenda na nimeona sio mbaya nikianza mahusiano na BBNA kwa mwaka huu 2024 na mimi tutafika mbali inshallah. Na labda kwa sababu ulisema sio Zarish kwa sababu moja mbili tatu, kwa nini Nay? Kabla ya kujibu, kwa nini yeye? Namsaidia. Why yeye? Kapoa ana mambo mengi. Haya, mpatie mic Nay. Nay, uwanja ni wako. Si tumekaa kwa kutulia tukisubiri majibu anayopata Mr. Right.
ningependa kumjibu Mr. Right. Kwanza kabisa sijakataa kazi yake, ni nzuri, yaani ila tu mimi sio vitu vyangu. Toka ameingia mimi hajanivutia. Kwa hiyo utanisamehe tu kwa hilo. Asante. Kazi yako. Kwa hiyo ni ndio ama hapana? Hapana. Hapana, asante. Mrudishie mic. Alafu nenda kwenye fridge kachukue mwamba wao mmoja. Nei, nenda kwenye fridge hapa. Chukue mwamba wao. Mr. Right ukosi vyote. Utakosa baby, utapata mwamba wao. Wakati huo Mr. Right anaendelea kuteseka na view ya Nei. Anamwangalia Nei, roho inazidi kumuuma. Saidile open asimkose Nei na mwamba wao jamani. Haiwezekani. Safi kabisa. Mtazamaji wa Mr. Right kupitia AC Bongo, ndipo ambapo tunafikia ukingoni hivi sasa. Mr. Right amepiga pafu 2-3 na anaondoka kama ifuatavyo. Mpigeni makofi Mr. Right. Yeah. Mr. Right, Season 5. Season 5. Right. Hello, Mr. Right. You'll be number one.